Wakenya wenzangu, nyinyi mliniambia kwamba hampendi ufisadi. Mkasema kwamba hamtaki serikali ya William Ruto kwa sababu ni serikali ya ufisadi. Na hiyo ni ukweli. Na mimi nikakubaliana na nyinyi mkanifadhili. Mkanitumia mafuta kwa M-Pesa, wengine wakatuma shilingi 100, wengine wakatuma shilingi 200 ili niende Vampire Diaries across the whole country, kila county, nikiangalia ile miradi ya serikali ambayo pesa imetumika na ikaibiwa na iko kwa mifuko ya watu. Nyinyi ndio mlinionifadhili nifanye hiyo kazi. Sasa kwa nini mnakasirika? Kwa nini hamfurahii nikikagua miradi ya upinzani? Kwa sababu hawa ambao wako upinzani pia waliwahi kuwa mawaziri na wengine waliwahi kuwa naibu wa rais. Je, mnataka nikague miradi ya serikali peke yake? Kwa nini mko na upendeleo? Kama ni ufisadi, ni ufisadi. Whether imefanyika na serikali ama na upinzani, wizi ni wizi. Na hii mali ni mali yenu. Kwa mfano, leo viongozi wamekongamana wakaenda kule Wamunyoro. Mimi nimewaeleza kwa upole tu kwamba wale wote ambao wameenda Wamunyoro watoke nje ya gate. Hapo nje ya gate. Nje ya gate ya Wamunyoro kwa barabara. Hiyo barabara inaitwa kwa Wamboi Karandi Road, ambayo ilikuwa ni ya 1.5 billion shillings, ambayo Mheshimiwa Rigathi Gachagua alipokea shilingi milioni 15 kwa akaunti yake ya kampuni inaitwa Skytop Agencies. Nikisema hivyo na ni ukweli na ni fact, ni makosa? Nimeambia wale wote ambao walienda Wamunyoro leo, tutembee mita chache tu kutoka kwa nyumba ya Rigathi Gachagua, tupate project inaitwa Sagana River Restoration Project, ambayo ilikuwa ya 1.1 billion shillings, ambayo Gachagua alipokea 443 million shillings kwa akaunti yake, ambayo inaitwa Machine Center Limited. Nikisema hivyo ninadanganya? Je, nyinyi mlikuwa mnanifadhili niangalie serikali peke yake na ufisadi ni ufisadi? Nimewaambia kwamba kuna pesa ambayo alipokea kwa akaunti yake ambayo ilikuwa ni ya bed sheets za County Referral Hospital ya Nyeri, ambayo iliibiwa 7.9 million shillings. Na nimewapea paka kampuni mahali hiyo pesa iliwekwa. Nimewaelezea kwamba kuna 47 million nyingine ambayo ilipotea kutoka Nyeri County Referral Hospital on February 2015, wakati ndugu yake alikuwa gavana wa Nyeri. Nikiwaambia hivyo ni uongo? Kwa nini mnataka kututoa kwenye pani ya mafuta na kuturudisha kwenye moto? Kama tunatoa William Ruto kwa sababu ya ufisadi, kwa nini tunaweka viongozi wa upinzani ambao ni wafisadi tu kama William Ruto? Mbona tufanye kazi ya bure? Is that what the Gen Zs died for? Wale Gen Z wote ambao walikufa kwa kupigwa risasi wakipigania uongozi bora na uongozi mbadala, hiyo ndio uongozi mbadala walikuwa wanapigania. Mimi nimewaeleza kwamba Eugene Wamalwa ndiye alikuwa waziri wakati tulipoteza pesa ya Aroran Kimwarer. Nimewaelezea about Mwache Dam ambayo iko Kwale County ya 35 billion. Nimewapeleka Vampire Diaries kule Kuresoi North, Itare Dam, ambayo 19 billion ishatumika out of almost 40 billion shillings. Nimewapeleka Thuake Dam ambayo iko Makueni ambayo ni ya 36 billion, ambayo mwanakandarasi amelipwa 236 million ya bure bila kufanya kitu chochote. Hiyo ameongezewa on top of vile money ambayo amelipwa, ni kama ni ya kutoa. Pesa ya wananchi inalipwa kwa namna hiyo na inaibiwa. Nimewaeleza kwamba Uhuru Kenyatta amewafadhili project waje kuwa rais wetu, ile hali kwa serikali yake tulipoteza zaidi ya trilioni 6. Siku ya uchaguzi tulipoteza 12 billion ambayo iliibiwa siku ya uchaguzi. Tulipoteza pesa kwa Eurobond 200 billion. Tulipoteza pesa wakati wa COVID-19 200 billion. Tulipoteza wakati wa BBI 2 billion shillings. Tulipoteza kwa laptop projects 23.4 billion. Je, nikiwaambia hivi vitu nawadanganya? Na hii mambo ambayo nawaambia si ni mambo ambayo unaweza kugoogle wewe mwenyewe na simu yako. Sio ati ni information ambayo mimi peke yangu Morara niko na, iko kwenye Google, unaweza kutafuta peke yako hiyo information. Imefika wakati sisi kama vijana wa Kenya tusiamini serikali ya Ruto ambayo ni ya ufisadi, na pia tusiamini upinzani ambao ni wafisadi.
Tutengeneze azma mpya. We need a new youth alliance of leaders of integrity who are not going to steal public funds. Kwa sababu hizi pesa zinaibiwa ni za barabara ya kwenu. Hii pesa inaibiwa ni ya hospitali ambayo utapelekwa wakati utakuwa mgonjwa. Hii pesa inaibiwa ni ya watoto ambao wanafaa kusoma shuleni. Hii pesa ambayo inaibiwa ni ya wewe ambaye nafaa kujenga kiwanda ambacho kitakuajiri wewe ambayo hauna kazi. Nikisema haya maneno sio ya uongo, ni maneno ya ukweli. Kwa hivyo sisi kama vijana tubaki katikati. Msituulize kama hausupport opposition basi wewe ni mtu wa Ruto, kama usupport Ruto basi wewe ni opposition. There is nowhere in our constitution where it says that we only have government and opposition. We can be in the middle, where we don't support the corrupt government and we don't support the corrupt opposition. We will create a new force, an alternative force that will bring change to Kenya. Kwa hivyo vijana wote nchini Kenya, msiogope na msitishwe na mtu. Na hata wakitutusi, tuendelee kusema ukweli kila siku, na hiyo matusi tuseme ukweli paka to our dying breath. Let us say the truth, that our country has been mismanaged to the failure of institutions and to the loss of the young people of this country. Kwa hivyo tutafute viongozi wenye mtazamo mpya na wenye maadili mema.